Bwana Mungu umeniacha hapana, wewe omba kila wakati. Haleluya. Alafu unamweka Mungu mbele, unasema Mungu asante. Ukiamka kuna mwingine hajapewa hata hiyo mikono ya kufanya kazi. Amen. Amenyima, lakini wewe umepewa. Shukuru Mungu. Amen. So leo hii inakuja kuwapa changamoto na kuambia kwamba ukimwamini Mungu yote yanawezekana. Kwetu tuko tunachekwa, watu wanajua. Nasema huyu dadangu, sivyo? Si unajua mali nimetoa kama. Huyu nimekuwa naye. Sasa ana testimony yangu, hata sitaki kusema. Sio pastor. Huyu nimekuwa naye nikiwa mdogo. So mtoto mburi huyu. Sivyo? So ninakuja hapa nikiwapatia kwamba nilipotoka hapo nikaingia polisi, na Mungu akanibariki kidogo, nikajirudisha shule na nikajikuta niko mahali nasimamia OCS. Unaona hiyo ni neema moja. Sikuwa kwenda shule, nikajirudisha degree ya kwanza, masters, sasa nimemaliza PhD na nitaitwa daktari kama vile Dr. Matiang'i. Na yule alikuwa anafanya barua akitoa mchanga, alikuwa akiuza mandazi kwa mtaa, maembe. Nimeuza maembe Tanzania hapa. Nilitoka hapa shambani kwetu. Nimeuza sana maembe hapa, nikiuzia watu wa kutoa mchanga pale. Natoka kama neema nikiwaambia watu kwamba kwa maana mimi nikifika mahali mwa naimba, sio kwamba najigamba ila neema yako. Neema yako yanitosha. Sina cha kujivunia ila neema yako. Neema yako yanitosha. Sina cha kuwaonyesha ila neema yako. Neema yako yanitosha. 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 Ningeimba hapa sana, lakini vile Mungu anakaa, hiyo ndio nyimbo inanipa moyo kila wakati. Kwa sababu wengine tunakaa tukicheko sana, lakini Mungu ni wa ajabu sana. Hata babangu alikuwa mlevi sana, akitembea kwa barabara na dominate barabara. Sasa iliacha tempo. Tunaona saa nyingine tunaomba, lakini Mungu anakuja anaachisha tu hivyo. So mimi nikasema leo hii huyu amenialika, nimekuwa kinialika. Mimi nimekuwa katika pilika zangu kwa sababu ya maisha yangu, nikatengeneza kitu inaitwa Shangaishi Foundation. Sijui kama mshaisikia. Sasa ile foundation nilitengeneza kurudisha shukrani kwa yale Mungu amenipatia. Sasa nimekuwa nikirudisha kwa watu wangu nyumbani kidogo kidogo. Uliona nimetengeneza viwanja, milima pale Kirutai, nimeweka gates za soko. Sijui kama mnaona pale sokoni ukiingia unakuta gates zimeandikwa Shangaishi. Nilikuta watu wanaibiwa kutoka nimemaliza class 8 2002, kunaibwa stock ya mama 1000. Huyo mama anataka afundishe. Hiyo kitu imekuwa ikifanyika na hakuna mtu anaona. Miaka 23 tangu nimalize class 8 2002. Miaka 23 Shangaishi ndio anakuja kuweka gates za soko. Sio ni miujiza. Watu wamelalaka, si walikuwa watu, sio? So unaangalia vitu zingine unasema Mungu nashukuru kwa sababu kile kidogo naona hakuna mtu ajui mtu wa chini vile anapitia. Mimi najua kukosa, najua kulala njaa, na kula sima na sukari. Mimi sasa unapika sima inapikwa, lakini si sima na si uji. Ushajua hiyo? Alafu fungu la sukuma wiki lile linakatwa kwa sababu sisi tulikuwa kama 6 kwa nyumba. Sasa fungu limoja tu alikula. Linakatwa pale juu pale juu kwa kama hapa kidogo. Alafu ile mti unakatwa ukichanganya na matawi na mnakula kama mboga na inakuwa na supu. Unachovya. Tena sima inachezea ni kama uji sisi. Sasa maneno. Ushapitia hayo? Sasa ndo maisha mimi nimepitia. Lakini mimi naja hapa nikikutana na watu nawapatia changamoto, naambia hapana, sio mahali umetoka. Mahali unaelekea wewe ukiwa na imani utajikuta umefika mahali. So mimi nawapea vijana. Sofia ni kama Sofia ni mahali uko. Unashaona kijiji cha Sofia. Mimi nimekulia hata kwa watu mara ya kulevya yako pale bangi, lakini ni discipline yako. Usiangalie hata unapita pale unakuwa na heshima zako, unakuwa na adabu,
unapita unajikuta unaomba tu Mwenyezi Mungu atakujalia. Sasa hizi mimi niko mahali naongoza wazee mahali hivi. Tunakuja nyumbani kusaidia wengine, wanaona vibaya, wanatusukuma tupelekwe mbali zaidi, tusisaidie nyumbani. Lakini sisi hatukufi moyo, tutazidi kuja kusaidia nyumbani. Leo mimi nilipopigiwa na huyu simu nilikuwa nimevurugwa na transfer. Nilikuwa nakaa Mombasa, sasa ilikuwa rahisi kuja sana hapa, nilikuwa nakuja Voi sana. Sasa nikapelekwa Msoreleni huko karibu na border ya Somalia, so that nisionekane huko Voi. Lakini sisi unajua kuna watu wanafurahi ukimshika mwingine, sisi tunajua kukaa njaa ni nini. Wakati tunashika mwingine kuna mtu anasema kwa nini kijana anakusa mtu? Acha tumtoe hapa akae mahali ambapo haonekani na watu. Lakini tunamkemea huyo pepo. Na imani siku moja na imani watu wa Voi wataelewa umuhimu wa kugusa ama kushika mtu ambaye anajua umuhimu wa mtu kukosa na kupata. Na leo hii nilipelezwa na huyu, mimi nilikuwa nimefiliwa na nyanyangu, ndo nikacombine mazishi ulioeleza. Nyanyangu amekaa miaka 115. Hata alikuwa anasema nyanya, Mungu ungempa maisha kidogo azidi. Ndio alikuwa ananipa moyo sana huyu nyanya. Lakini Mungu alimchukua akiwa hiyo miaka, si hata bado sijafika hata kota yake. Nasema Mwenyezi Mungu hata kama vile alinitemea mate labda naweza kufika. Sometimes mimi mtu napenda story sana. Lakini nilipoelezwa nikasema hata kama chochote kile kitabaki, utasema Mwenyezi Mungu kile umenipatia, usiogope kwenda. Nikamweleza Jones hata kama ni chochote vitakuja, najua niko nyumbani nitapokelewa. Kama mambo yote yanaendelea bado tuko na muda na tutazidi kuja, sivyo? Na Methali 19 mstari wa 22 unasema haja ya mwanadamu ni hisani yake. Haja ya nini? Ya mwanadamu ni hisani yake. Afadhali maskini kuliko mtu muongo. So kama vile ningekuwa nadanganya nisikuje hapa na nimesema nitakuja, basi nitakuwa nimevungosea hapo. So haja yako kama mwanadamu, fanya hisani ya Mungu. Na hisani nini? Kujenga hii madhabahu. Ukifanya hisani hii, Mwenyezi Mungu basi atafanya nini? Atakutimizia haja yako. Hapa changamoto kama watu wa kanisa, waumini wa kanisa, kwamba ukiambiwa kuna mchango usilalamike. Kwa hiyo kuja letea Mwenyezi Mungu bila malalamiko. Alafu useme Mungu, nimekuachia. Nimefanya haja ya moyo wangu, Mwenyezi Mungu aijua, naomba uitimize. Mimi nafanya hisani yako kwa kupitia kujenga madhabahu ya Mungu.